Bana, kama wewe ni mfuatiliaji wa tamthilia ya Dunia ambayo inaluka katika platform huko mitandaoni, naamini unafuatilia kuanzia ilipoanza mpaka ilipofikia sasa, ikiwa ni season 2 episode ya 38 ambayo imeshakwisha kutoka mpaka hivi sasa. Bana, ambao wanaongozwa kwa kufuatiliwa sana katika tamthilia hii na wako wengi sana, lakini visa ambavyo vinafuatiliwa sana ni kati ya Manyanya pamoja na mrembo Leila, ambao wanafanya poa sana katika kipande cha tamthilia hii ya Dunia. Tumeshuhudia matukio mbalimbali katika tamthilia hii ambayo imeendelea kuteka hisia na kuwavuta mashabiki mbalimbali wa Bongo Movie ambao kwa sasa hivi wamehamia kwa mitandaoni kwenda kufuatilia kitu hiki ambacho kinaitwa Dunia. Bwana, kwa sasa hivi Leila ana ujauzito na ujauzito huo haujajulikana ni wa nani, kwa sababu kwenye tamthilia hii tunafahamu kwamba mume wa Leila yeye hana uwezo wa kufanya lolote lile faraga na mke wake kutokana na matatizo ya kiafya alionayo. Waswahili kule mtaani husema kwamba jogoo hawiki ama jongoo hapandi mtungi, lakini bibie ghafla akashika ujauzito, kitu ambacho kikamfanya sasa mume wake kuweza kushtuka mara baada ya majibu ya daktari, kwa sababu mpaka Leila anakuja kujulikana ana ujauzito ni mara baada ya kuanguka na kuzimia akiwa nyumbani. Hivyo basi mume wake akamweka kwenye gari na akamkimbiza hospitali kwa ajili ya kupata huduma, lakini cha kushangaza majibu ambayo alikutana nayo mwenyewe hakuamini pale ambapo daktari alipomwambia kwamba hongereni sana, mnaelekea kuwa wazazi kwa sababu bibie Leila ni mjamzito. Ikawa ni taarifa kushtukiza. Daktari aliamini kwamba ingekuwa ni taarifa njema na wote wangesema wow, that is surprise, lakini cha ajabu ikawa ni mshangao. Mume akawa anashangaa hii imekwaje, kwa sababu tangu amemuoa mke wake hajawahi kukutana naye kimwili kutokana na matatizo ya kiafya alionayo, na hivyo aliamini kwamba mke wake bado yupo kama alivyomuoa vile vile, na vivyo hivyo mume aliamini na mke aliamini kwamba yuko sawa kwa sababu ameshakutana na kijana wa kazi pale nyumbani, mfungua geti ambaye ni Manyanya, lakini hakuamini kama kukutana kwao kimwili ni kwamba angeweza kuachiwa ujauzito. Hilo pia kujua na wala kuamini wala kufahamu wala kufikiria, lakini majibu naye pia alimshangaza. Ile taarifa mume wake anaipokeaje, kwa sababu hajawahi kushiriki na mume wake kutokana na matatizo ya kiafya alionayo, na yeye ikawa basi kaka vimempa shoku kidogo kama kumshtua, ikaleta sintofahamu hapa na pale. Bibi kabidi akimbia nyumbani na aende akaishi kwa shangazi yake kutokana na kile alichokifanya, tukio la kushika ujauzito wa mwanaume mwingine, angali mume wake hana uwezo wa kutungisha mimba, hana uwezo wa kushiriki kabisa. Maana kuna kutungisha mimba na kushiriki. Kuna kutungisha mimba, unaweza ukashiriki na usitungishe mimba, hivyo ni vitu tofauti, na unaweza usishiriki kabisa. Hata usiposhiriki kabisa hata mimba huwezi kutungisha. Hivi ni vitu tofauti ambavyo watu watakiwa wajue siku zote. Unaweza kushiriki na usitungishe ujauzito. Sasa mume wa Leila yeye hashiriki kabisa, hana uwezo kushiriki, jogoo wiki. Kwa kitu kama hicho ikamfanya bibie Leila mrembo huyu akimbie na aende kwa shangazi yake kwa ajili ya kuokoa maisha yake, akiamini kwamba huko nyumbani tayari moto umeshakwisha kuwaka, na hivyo basi mume wake lazima tu atamfanya kitu kibaya. Akakimbia akaenda nyumbani, lakini cha ajabu mume wake ilibidi amfuate kule ukuwe ni mke wake, na akamkuta mbele shangazi yake na akamwambia kwamba tuna tofauti, ni migogoro tu hapa na pale tu, shangazi tutakwenda kuvirekebisha na atakaa sawa, yataisha. Jamaa akabidhiwa mke wake, wanarudi nyumbani. Wakifika nyumbani pale bwana, jamaa pale anamchenjia, anafunga mlango, fungua na kamfukoni, anamwambia mpaka uniambie huu ujauzito uliobeba ndani ya tumbo lako ni wa nani? Bibie anaogopa, anatikiswa kidogo pale kama kushtuliwa hivi, kuogopeshwa hapa na pale nini. Kama unavyojua mwanamke akitishwa kidogo tu lazima anakaa sawa na nyosha maelezo. Bibie bwana kutishwa kidogo akasema nasema nataja mimba ni nani. Bibie akataja bwana mimba, lakini cha ajabu bibie akamficha mwenyewe ujauzito ule, akasingizia kwamba kipindi amefiwa, amepata msiba nyumbani kwao, alipokuruhusiwa na mume wake aende msibani, basi kule ndipo alipokutana na jamaa ambaye ndiye mwenye ujauzito, kitu ambacho sio kweli. Jamaa mwenye ujauzito ni mfungua geti wao wa pale nyumbani kwao, ambaye ni Manyanya, ndiye ambaye anahusika na ujauzito. Sasa wakati Manyanya naye pia anasikilizia kile kisanga ambacho kimeendelea ndani, kwa sababu zilikuwa ni kelele hasa. Jamaa amefoka noma, sumu imejaa mwilini, nyongo imefumuka hivi. Jamaa anataka kujua ujauzito ni wa nani, kwa anapiga kelele hasa kwa kuhoji. Bibi naye pia anapiga kelele kwa kuokoa maisha yake, kitu ambacho kamfanya Manyanya asogee dirishani kuweza kusikiliza what is going on ndani ya nyumba hii, nini ambacho kinakwenda ku happen. Ndipo hapo Manyanya akagundua kwamba bibi ana ujauzito, lakini Manyanya akashtushwa na kauli ile, kusikia bibi anasema kwamba ujauzito ule ameutoa kule kijijini kwao, nyumbani kwao alipokuwa amekwenda msibani. Manyanya naye pia akakaa kafikiria kwamba yeye pia hana uwezo
kutungisha ujauzito, ingawa ana uwezo kushiriki tendo, lakini kutungisha mimba uwezo hana, na kitu ambacho alithibitishiwa na madaktari kwamba hana uwezo kutungisha mimba. Naye pia taarifa ile ilimshangaza, hivyo naye pia akawa ameghadhabika, akajua kwamba kumbe bibi mrembo Leila ana vibenteni ama ana vimichepuko vingine nje ya geti, akiwa nje ya nyumba yao ana vimichepuko vingine. Kwa nini ashike mimba wakati yeye pia hana uwezo wa kutungisha mimba, ingawa ndiye alikuwa tulizo lake, kwa sababu mume wa ndoa hana uwezo wa kushiriki kabisa. Hivyo basi mfungwa geti yeye ndo akawa anajisevia kumtuliza bibie, kumtolea kama mnavyofahamu, kumtolea ama kumpunguzia hisia zikipanda, lakini akawa anajua kwamba hana uwezo naye pia wa kutungisha mimba. Hivyo basi wakati mume wa Leila amepaniki, ikabidi aondoke kwa hasira nyumbani. Kikamuibua hapa sasa Manyanya naye pia akaingia ndani na kutaka kwenda kujua ile mimba ya bibie Leila ni ya nani, kwa sababu naye pia hana uwezo wa kutungisha mimba. Leila anamwambia, hii mimba ni ya kwako, ulitaka nikutaje ili mume wangu ajue kwamba mimba ni ya kwako, wewe mfungwa geti hapa nyumbani kwetu. Kitu ambacho kikampa hasira zaidi Manyanya. Manyanya anamwambia mwanamke, mimi sina uwezo wa kutungisha mimba, afu naambia kwamba mimba ni ya kwangu, na mimi nimethibitishwa sana na madaktari kwamba sina uwezo wa kutungisha mimba. Iweje uniambie mimba ni ya kwangu mimi? Hii mimba ni ya nani mpaka useme? Sasa Leila anakosa mtetezi, Leila anakosa wa kumweza kumhurumia, Leila anakosa mtu ambaye anaweza kusimama naye kama backup. Mwenye ujauzito naye pia ameruka mimba, aitambui, haitaki, kwa sababu naye pia alidhibitishiwa na madaktari kwamba hana uwezo wa kutungisha mimba. Bana, Leila anabaki katikati, anashindwa afanye nini. Lakini sasa mume, kwa sababu anajua sasa kwamba yeye hana uwezo wa kushiriki tendo, ambaye ni mume wa Leila hana uwezo kabisa wa kushiriki kabisa, tofauti na Manyanya mfungwa geti ambaye yeye amehusika katika kudate na mrembo Leila, lakini yeye hana uwezo wa kutungisha mimba. Sasa mume wa Leila mwenyewe ambaye ndiye mume halali wa ndoa, ambaye hawezi kabisa kushiriki tendo kwa namna moja ama nyingine, jogoo hawiki wala jongoa pande mtungi, jamaa anaamua kutoka kwa gari spidi kabisa na kwenda kukaa sehemu mwenyewe. Anaanza kulia, analia machozi ya kutosha. Mwisho wa siku anaamua kurudi nyumbani, anamkuta bibie anafunga mabegi yake, anataka kurudi nyumbani kwao, anasema ataka aenda kapumzike. Jamaa anaona no, huyu bibie atakwenda kuifichua siri yangu ambayo ndugu zangu hawajui wala ndugu zake hawajui, kwamba mimi nina matatizo ya kiafya ambayo yananifanya nisishiriki kabisa tendo la ndoa. Sasa jamaa anambembeleza mke, anamrudisha kwenye gari, wanaingia ndani, anamwambia mimi nimekusamehe, na kwa sababu mwenyewe ujauzito hafahamu wala hajui kama wewe hapo ulipo tumboni umebeba ujauzito wake. Sasa ujauzito utakuwa ni siri yetu mimi na wewe, huo ujauzito utakuwa ni wa kwangu mimi na wewe, tutamlea huyo mtoto na mimi ndo nitakuwa baba na wewe ndo utakuwa mama. Wewe jamaa usimhusishe na wala usimwambie chochote kile. Jamaa anaamua sasa kujivika ujasiri, kujivika heshima ambayo wala hata kustahili wala sio kwake, ni heshima ya mtu mwingine. Bwana, kitu hicho kinamfanya sasa Manyanya naye pia arudi hospitalini kwa madaktari kwenda kudhibitisha kwamba je, ni kweli hana uwezo kutungisha mimba. Anakwenda katika hospitali nyingine, sio ile ambayo alipewa majibu ya awali kipindi cha nyuma, miaka ya nyuma, kabla hajaja kukutana na huyu bibi mrembo Leila. Anakwenda hospitali, anaambiwa kwamba mbegu zake zina uwezo wa kutungisha mimba, kitu ambacho kinampa maswali na kumshtua mtu mzima Manyanya. Anasema hii imekwaje, wakati huko nyuma nilichokufanya vipimo miaka miwili nyuma nikaambiwa kwamba sina uwezo wa kumpa mwanamke mimba, ingawa nina uwezo wa kushiriki. Daktari anamwambia vipimo vyangu vinaonyesha kwamba una uwezo wa kushiriki tendo. Manyanya anaona sio kesi, hayaamini majibu ya daktari huyu, ananyanyuka na kwenda hospitali nyingine. Vivyo hivyo anaambiwa na madaktari kwamba una uwezo wa kutungisha mimba, mbegu zako ziko vizuri na una uwezo wa kumpa mwanamke yoyote mimba. Bado Manyanya anaendelea kuchanganyikiwa, aamini kitu gani? Amwamini nani? Amwamini daktari wa kwanza miaka miwili nyuma aliyemhakikishia na kumdhibitishia kwamba hana uwezo wa kutungisha mimba, ama awamini madaktari hawa sasa hivi ambao wanamwambia kwamba mbegu zake zina uwezo wa kutungisha mimba? Wakati huo sasa akikumbuka kule nyumbani tayari naye pia alishamchenjia bibi mrembo Leila, akimwambia kwamba yeye hana uwezo wa kutungisha mimba, hiyo mimba sio ya kwake. Anawaza anarudi vipi? Bwana, kiume kibishi anakaza roho. Jamaa Manyanya anarudi nyumbani, akifika anafungua geti kama kawaida, anachukua kitu chake, anakaa chini, anafikiria anafanya nini hapa, kwa sababu yeye ni mfungua geti tu kwenye ile nyumba, kaajiliwa na jamaa, wala hamwisi wala kumshtukia kitu chochote kile. Lakini alivyochanganyikiwa jamaa ambaye ndo mke halali, ndo mume halali wa Bi Leila, ndivyo hivyo hata Manyanya naye pia alivyochanganyikiwa. Yani wote wapo katika stress moja, kila mtu anataka kufahamu, kujua mimba ya mrembo Leila ni ya nani. Kumbe mimba ni ya Manyanya, lakini Manyanya alikuwa hajui, kwa sababu tayari alishafahamu fika naye pia hana uwezo wa kutungisha mimba kutokana na majibu ambayo alishakuyapata miaka kadhaa nyuma kutoka kwa madaktari. Bwana, sasa jamaa kwa sababu ameshasuluhisha na mke wake ndani, ameikubali mimba kwa ajili ya kuficha aibu yake, ili watu wasijue, ndugu jamaa wasifahamu kwamba jamaa ana tatizo la kiafya, hawezi kushiriki tendo.
jamaa anaamua kuichukua ile mimba na kumhakikishia bibie kwamba ataitunza na kuilea vizuri kabisa, na hataki jamaa mhusika mwenye mimba ashirikishwe wala kuambiwa chochote kile. Bibie Leila anaamua kukubali, mambo mengine maisha yanaendelea. Jamaa anawasha gari anaondoka. Sasa mtu mzima Manyanya mfungua geti naye pia anaingia ndani. Sasa mara baada ya majibu ya madaktari anaenda sasa kumbembeleza bibie ili kuambia kwamba bwana, naomba nisamee kwa kureact muda ule. Nilikuwa nipo katika tempo mbaya sana kwa sababu mimi niliamini kwamba sina uwezo wa kutungisha mimba, lakini nimekwenda kwa madaktari kwa mara pili sasa hivi nimethibitishwa kwamba nina uwezo wa kutungisha mimba. Hivyo basi naomba nisamee kwa ile reaction emotion ambayo ilikuwa imenitokea wakati ule, basi ikafanya niweze kukufokea na nikaweza kuikataa mimba. Nimerudi hapa kukuambia kwamba ujauzito ni wa kwangu na niko tayari kulea, tushirikiane. Bwana, wakati huo Manyanya akiamini kwamba taarifa ile basi ingeweza kumfurahisha bibie Leila na Leila aweze kumkumbatia, lakini Manyanya anakutana na jibu tofauti. Bibie anamwambia kwamba sahau kuhusu hii mimba. Hii mimba sio ya kwako. Hii mimba ni ya mume wangu. Kitu ambacho kinamfanya Manyanya aanze kushtuka, ambaye kwamba wewe umekuaje, umechanganyikiwa? Bibie anamwambia hapana, sijachanganyikiwa. Niko sawa. Hii mimba sio ya kwako, haikuhusu. Hii mimba ni ya mume wangu. Kwa hiyo kaa mbali na usinijue wala usitake kujua chochote sana kuhusiana na huu ujauzito. Manyanya anashtuka, anasema hii imekuaje? Bwana, issue inaishia hapo. Tusubiri episode ambayo inafuata, na itakuwa ni episode ya 39 kwenye season 2 ya Dunia, tamthilia ambayo inazidi kushika kasi na inafuatiliwa na watu wengi sana katika mitandao ya kijamii. Maoni yako ni yapi kama ni mfuatiliaji wa tamthilia hii? Tuandikie comment yako hapo chini. Kikubwa zaidi usisahau kusubscribe. Hii hapa ni Josengo Media. Kama kawaida, kazi yetu sisi ni habari asubuhi, mchana, jioni, hata usiku wa manane zinapotufikia, na sisi pia tunakufikishia wewe. Kama kawaida, tunakufikishia matukio yote ya habari, matukio, siasa, michezo, interviews, breaking news na ripoti zote za habari kupitia Josengo Media. Kama kawaida, hakikisha tu umesubscribe. Kikubwa zaidi usisahau kucomment, like, share na wengine pia waweze kuzipokea ripoti kama hizi hapa. Dropisha comment yako hapo chini kama wewe ni mfuatiliaji wa tamthilia hii ya Dunia. Kama kawaida, mimi ni msanuaji wako mwana